Okay, tuendelee na sura ya 3 sasa. Tawala za kale, jadi, mangi, asili, vita, elimu na utajiri. Watawala wa Kichagga walilipwa mangi, walihodhi mashamba, ng'ombe na waliheshimiwa kama viongozi wa kikabila. Walikuwa na nguvu za kisiasa na utajiri. Baadhi ya mamangi mashuhuri katika historia ni kama Mangi Rindi, aliingia mikataba na wakoloni wa Jerumani. Mangi Sina wa Kibosho inajulikana kwa uhodari wake wa vita katika kupigana na Wamachame na kupora ng'ombe na mazao yao. Hata mpaka leo makabila ya Kimachame na Kibosho hayawani kwa urahisi. Na Mangi Mareale wa Marangu na Vunjo. Mangi Meli huyu alikuwa ni mandi wa Old Mosh, ambaye alipigana na Wajerumani na aliishia kukatwa tiko, na mpaka sasa kichwa chake kipo huko Ujerumani. Alizikwa Tiwiriwili tu baada ya kunyongwa, na mti wake alionyongewa upo mpaka sasa sehemu ya Old Mosh Bomani, karibu na Kolila, shule ya sekondari. Wakoloni walipokuja Kilimanjaro waliingia mikataba na viongozi hao wa kikabila ili kuweka misingi yao ya kikoloni. Pia ndugu na watoto wa Mamandi walikuwa wa kwanza kupata elimu ya kikoloni. Kwa hiyo waliweza kushirikishwa katika serikali za kwanza. Hawa pia wanaaminika kwamba walikuwa mabepari wa kwanza wa kijadi, maana walifanyiwa kazi na watu wengine wakati wao Mamandi wamekaa kuhesabu mali zao. Ule usemi maarufu wa umangimeza, nadharia yake inawezekana kama imetokana na watawalao wa Kichagga. So, tunaendelea. Tukiwa bado tuko katika sura ya 3, tawala za kale, jadi, mangi, asili, vita, elimu na utajiri. Sasa hivi tunadumbukia kwenye kipengele cha elimu. Kabila hili la Wachagga limejulikana kwa uwezo mkubwa wa kufanya biashara na pia kilimo. Moshi ni maeneo ya mwanzo ambao wamisionari wa Ukristo walijenga makanisa na shule. Sababu hii imefanya Wachagga kuwa kabila lenye watu wengi zaidi walio na elimu ya kisasa. Na mkoa wa Kilimanjaro unaongoza kwa idadi ya shule za sekondari nchini Tanzania. Kulingana na takwimu za elimu, mkoa wa Kilimanjaro una shule za sekondari 320. Pia mkoa una shule za msingi zipatazo 950. Idadi ya shule ni kubwa zaidi ya idadi ya shule katika mikoa mingine Tanzania. Shule nyingi za sekondari ziko katika mkoa huu kwa sababu zifuatazo. Hali ya hewa na vivutio vya kiutalii katika mkoa huu viliwavutia zaidi walowezi na wakoloni na kuweka makazi yao hapa. Hii ni sababu ya kwanza. Hivyo wamisionari walijenga shule za kwanza wakifuatiliwa na serikali za wakoloni. Sababu ya pili ni serikali ya Tanzania ilirithi shule zilizojengwa na wakoloni. Sababu ya tatu ni kwamba Wachagga waliobahatika kupata fedha binafsi baadaye waliwekeza kwenye ujenzi wa shule binafsi ama vitega uchumi, wakati wakazi wa mikoa mingine kadhaa walisubiri serikali iwajengee shule. Zingatio, kuchanganya sababu ya kwanza, ya pili na ya tatu, utagundua shule katika mkoa wa Kilimanjaro zimezidi sana idadi ya shule katika mikoa mingine yote. Ni vyema pia kusema kuwa shule hizo huvutia wanafunzi kutoka Tanzania nzima, haziwasomeshi watoto wa Wachagga pekee.